Bwana Yesu apewe sifa. Somo lililopita nilikuwa nafundisha habari ya virusi vya ukimwi. Nilisema asili usiyojua kuhusu virusi vya ukimwi. Leo tunaendelea na somo letu. Leo hasa sasa nitafundisha kwamba katika hilo somo endelezo wa somo la asili usiyojua kuhusu virusi vya ukimwi, lakini nitaingia sehemu ya pili ambayo inasema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Sisi sote tunakumbuka miaka hapo ya nyuma kulikuwa na kitu kilitwa kikombe cha babu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kikombe cha babu ilikuwa ni kitu ambacho kilitokea. Isemekana kuna babu ambaye anaweza akakupa kikombe na ukapona virusi vya ukimwi. Sasa tujifunze kidogo kuhusiana na historia hii ili tujue Biblia inaposema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake ina maana gani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwanza kabisa, kikombe cha babu ukiangalia utendaji kazi wake na mambo jinsi yalivyokuwa, inaonyesha ni mambo ya kiganga, kwa sababu inaonekana kuna mti mahali alikuwa ameenda kuchukua yale maji yake, ndio akawa anatengeneza kile kitu ambapo akakiita dawa ya virusi vya ukimwi. Matokeo yake sasa, baada ya muda mrefu kupita, najua wewe baada ya muda wewe mwenyewe unaona ni injili ninayohubiri ni injili ambayo ina jambo la vitendo ndani yake. Ninapozungumzia kwamba shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake, wewe mwenyewe ni shahidi kama kweli kile kikombe cha babu kilikuwa kinaponya watu, mpaka leo hii maambukizi ya virusi vya ukimwi yangekuwa yamepungua hapa Tanzania, kwa sababu watu walioenda kule ni mamilioni ya watu, ni watu wengi mno, mpaka nchi za nje walienda pale. Lakini sasa tunapokuja tunachambua matokeo kwamba nini kimetokea baada ya kwenda kule. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaposema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake, maana yake mganga hawezi kutoa mapepo yaliyoko ndani. Mganga hawezi kutoa virusi vya ukimwi vilivyo ndani ya mtu, kwa sababu virusi vya ukimwi vimetengenezwa na mashetani. Virusi vya ukimwi vimetengenezwa na ibilisi shetani katika maabara za kuzimu, ili kusudi kuleta uharibifu katika maisha ya watu, kutengeneza kitu kinachoitwa misukule ya kisasa. Misukule ya kisasa. Sasa leo hii nitajikita katika mada shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu virusi vya ukimwi vilitengenezwa na shetani. Sasa haiwezekani mtu kutoka kwa shetani akavitoa virusi vya ukimwi. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni hivyo basi, kuna kitu cha kujifunza. Kuna kitu cha kujifunza hapa kwamba virusi vya ukimwi ni kweli vilitoka kwa shetani. Kitu kinachotudhibitishia kwamba ni kweli virusi vya ukimwi vilitengenezwa katika maabara za kuzimu na waabudu shetani. Maana yake tunaposema waabudu shetani ni Illuminati, Freemason, na vyama vyote vya kichawi au vyama vyote vya kishirikina ambao vinahusika na ibada za kishetani. Hivi ndio vilitengeneza virusi vya ukimwi. Sasa tunaposema hivi ndio vilitengeneza virusi vya ukimwi, sababu ya pili ambayo inadhibitisha kwamba virusi vya ukimwi havikuletwa na Mungu ni hii ya shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Maana yake kwamba ukiangalia kikombe cha babu aliondo akijasaidia maisha ya watu. Sasa hivi leo tupo kwa ajili ya kuchambua zaidi. Tunaposema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake, maana yake mganga hawezi kumtoa pepo. Maana yake mchawi hawezi kumtoa pepo ambaye ametumwa na mchawi mwingine kwa mtu. Maana yake sasa tunajifunza kitu cha ajabu hapa. Hata wale watu wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji au watu wanaoenda kwenye imani mbalimbali za kishirikina wakiamini watapata matokeo, hakuna msaada wa namna hiyo. Maana yake shetani anamuingiza shetani mwingine ili kumtuliza shetani yule mdogo aliye ndani. Maana yake anachokifanya mganga ili kukusaidia, kama una mapepo, kama una majini, anaingiza jini lingine ambalo ni kubwa zaidi kwenda kulituliza lile jini lililopo ndani. Kama mtu ana matatizo labda ya uzazi, shetani anachokifanya analeta kitu, si ndio, ambacho kitakuja kuzaliwa kama vile mtoto, lakini kikaa na asili ya kipepo. Lakini hilo sio somo langu. Ninazungumzia shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Na vitendo hasa nimesema injili ninayohubiri mimi ni injili ambao ndani yake kuna jambo la kivitendo. Jambo la kivitendo ni lipi? Tunaona kwenye kikombe cha babu aliondo, kama kilikuwa kinasaidia maisha ya watu, mpaka hivi leo maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa Tanzania yangekuwa yamekaribia kuisha kabisa, kwa sababu watu walioenda kule ni watu mamilioni ya watu, mamilioni ya watu. Lakini sasa je, wote walipona au wangapi walipona? Na kama wapo waliopona, basi watudhibitishie kwamba kweli walipona. Na hivyo basi nadhibitisha kwamba virusi vya ukimwi
sio ugonjwa uliotoka kwa Mwenyezi Mungu, bali uliletwa na mashetani. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili, inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kusaidia ili roho yako ifanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Pamoja na hayo sasa, nitakupa dalili kama upo katika mahusiano, nitakupa dalili za mpenzi wako kama ana virusi vya ukimwi. Kuna dalili gani utazipata? Kuna vitu gani utajua kwamba ana virusi vya ukimwi lakini anakuficha? Kabla hujakutana naye, kitu cha kwanza, utaota ndoto anatokwa damu sehemu za siri. Utaota ndoto anatokwa damu sehemu za siri, ujue huyo mtu au mahusiano ya huyo mtu ana virusi vya ukimwi. Dalili ya pili, utaota ndoto unadungwa sindano. Unadungwa sindano, utaota ndoto unadungwa sindano. Hiyo ni dalili ya pili ambayo upo katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili ya tatu, utaota ndoto unabadilishiwa damu. Ukiota ndoto unabadilishiwa damu, hiyo ni dalili ya tatu, inaonyesha upo katika hatari ya kushambuliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo dalili hizi tatu zitaonyesha kwamba upo katika hatari ya kushambuliwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nini ufanye sasa badala ya kugundua hizi dalili tatu? Tumesema shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake. Cha kufanya sasa, ukimbilie kwa watu wa Mungu. Sisi ndio tutakusaidia jinsi ya kuweza kushinda hiyo hali. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kwa leo nitaishia hapa, na hii ndio episode namba 3 ambayo inazungumzia shetani hawezi kumtoa shetani mwenzake.